Mji wa Babeli ulikuwa umetulia kwa usiku. Ndani ya jumba la kifalme, watumishi walikuwa wamemaliza kazi zao. Taa zilikuwa zikiwaka kwa mwanga wa upole, na watu wengi walikuwa wakijiandaa kulala. Lakini Mfalme Nebukadneza hakuwa akipumzika kwa amani. Usiku huo aliota ndoto ya ajabu na yenye nguvu. Alipoamka ghafla, moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi. Alijua ndoto hiyo ilikuwa muhimu, lakini hakuweza kuelewa maana yake. Asubuhi iliyofuata, mfalme aliwaita wenye hekima wa Babeli. Walikimbilia ikulu na kusimama mbele yake, wakisubiri kusikia alichotaka. Mfalme aliwatazama kwa umakini. "Niliota ndoto," alisema, "na nataka kujua maana yake. Lakini kwanza, lazima mniambie niliota nini." Wale wenye hekima walishangaa sana. Walitazamana kwa kuchanganyikiwa. Kwa kawaida, mfalme angewaambia ndoto yake, kisha wao wangejaribu kuieleza. Lakini safari hii, Mfalme Nebukadneza alitaka wao wamwambie ndoto yenyewe. "Hilo haliwezekani," wakasema. "Hakuna mtu anayeweza kujua ndoto ya mtu mwingine bila kuambiwa." Lakini mfalme hakutaka kubadili mawazo yake. Alikasirika na kutoa amri kali sana. Wenye hekima wa Babeli walipaswa kuadhibiwa kwa sababu hakuna hata mmoja wao aliyeweza kumjibu. Danieli na marafiki zake pia walihesabiwa kuwa miongoni mwa wenye hekima. Kwa hiyo amri ya mfalme iliwaweka wao pia katika hatari. Danieli aliposikia habari hizo, hakuanza kupiga kelele wala kukimbia huku na huko kwa hofu. Alisikiliza kwa makini. Kisha akazungumza kwa heshima na afisa wa mfalme na kumuuliza kilichokuwa kimetokea. Baada ya Danieli kuelewa tatizo, alimwomba mfalme ampe muda kidogo. Danieli bado hakujua jibu, lakini alimjua yule aliyelijua. Danieli alirudi nyumbani na kuwaambia marafiki zake Hanania, Mishaeli na Azaria kilichokuwa kimetokea. "Tunahitaji kuomba," aliwaambia. Kwa hiyo marafiki hao wanne waliomba pamoja. Walimwomba Mungu rehema na msaada. Hawakujifanya kwamba walikuwa na majibu yote. Walimletea Bwana tu hofu yao na hitaji lao. Kisha usiku ukafika tena. Danieli alipokuwa amepumzika, Mungu alimfunulia siri hiyo katika maono. Danieli aliona kile mfalme alikuwa ameota, na Mungu akamsaidia kuelewa maana yake. Ni faraja kubwa kiasi gani hiyo lazima iwe ilikuwa. Lakini Danieli hakukimbia nje ya chumba akipiga kelele, "Nimepata jibu." Badala yake, alisimama na kumshukuru Mungu. Alimsifu Bwana kwa hekima na nguvu zake. Danieli alijua kwamba jibu halikuwa limetokana na akili yake mwenyewe. Lilikuwa zawadi kutoka kwa Mungu. Siku iliyofuata, Danieli aliletwa mbele ya Mfalme Nebukadneza. Mfalme akainama mbele kidogo na kuuliza, "Unaweza kuniambia niliota nini na kunieleza maana yake?" Danieli alijibu kwa unyenyekevu. Alimwambia mfalme kwamba hakuna mtu mwenye hekima ambaye angeweza kufunua siri kama hiyo kwa hekima ya kibinadamu pekee. Kisha Danieli akasema, "Lakini yuko Mungu mbinguni ambaye hufunua siri." Danieli akaanza kueleza ndoto hiyo. Mfalme alikuwa ameona sanamu kubwa sana. Kichwa chake kilikuwa cha dhahabu inayong'aa. Kifua na mikono yake vilikuwa vya fedha. Tumbo na mapaja yake yalikuwa ya shaba. Miguu yake ilikuwa ya chuma. Nyayo zake zilikuwa mchanganyiko wa chuma na udongo. Kisha katika ndoto hiyo, jiwe likaja na kuipiga sanamu hiyo. Sanamu kubwa ikavunjika vipande vipande. Baada ya hapo, jiwe lile likawa mlima mkubwa uliojaza ulimwengu. Mfalme Nebukadneza alimkodolea Danieli macho kwa mshangao. Danieli alikuwa ameieleza ndoto hiyo kwa usahihi kabisa. Kisha Danieli akaeleza maana yake. Sehemu tofauti za sanamu zilikuwa zinawakilisha falme ambazo zingeinuka na kupita katika miaka iliyofuata. Baadhi zingekuwa na nguvu, nyingine zingetawala kwa muda kisha zikatoweka.
Lakini Danieli alimwambia mfalme kwamba kulikuwa na ufalme mmoja ambao singeangamizawa kamwe. Ufalme wa Mungu ungedumu milele. Mfalme alishangaa sana. Aliweza kuona kwamba Mungu wa Danieli alikuwa amefunua jambo ambalo hakuna mwanadamu angeweza kulijua kwa uwezo wake mwenyewe. Mfalme Nebukadneza alimheshimu Danieli na kumpa nafasi muhimu katika Babeli. Danieli angeweza kufurahia mafanikio yake na kuwasahau wengine wote. Lakini hakuwasahau marafiki zake. Aliwakumbuka Hanania, Mishaeli na Azaria. Wale marafiki walikuwa wameomba pamoja naye wakati kila kitu kilionekana kuwa hakiwezekani. Danieli akaomba kwamba wao pia wapewe kazi muhimu katika ufalme. Usiku huo, maisha ya Danieli yalikuwa tofauti sana na usiku uliotangulia. Hatari ilikuwa imepita. Siri ilikuwa imefunulia. Lakini jambo muhimu zaidi katika hadithi hii halikuwa Danieli kuwa mtu wa muhimu. Lilikuwa jinsi alivyomtumaini Mungu wakati hakujua kitakachotokea baadaye. Wakati mwingine sisi pia hupitia nyakati kama hizo. Labda kuna jambo shuleni linalohisi kuwa gumu. Huenda kuna tatizo katika familia ambalo hulielewi. Unaweza kujiuliza kesho italeta nini? Au labda umelala kitandani ukifikiria jambo linalofanya moyo wako uwe na wasiwasi. Hadithi ya Danieli inatukumbusha kwamba hatuhitaji kuwa na majibu yote. Tunaweza kuzungumza na Mungu. Tunaweza kumwomba hekima. Tunaweza kuomba pamoja na watu tunawaamini. Na wakati jambo fulani ni kubwa mno kwetu kulibeba, tunaweza kuliweka mikononi mwa Mungu. Huenda Mungu asijibu kila wakati kwa njia ile ile aliyomjibu Danieli. Lakini bado anasikiliza, bado anajali, na bado yuko pamoja nasi wakati hatujui kitakachofuata. Kwa hiyo usiku huo, chumba kinapokuwa kimetulia na unapojiandaa kulala, mkumbuke Danieli. Alikabili tatizo ambalo hangeweza kulitatua peke yake. Aliomba, alitumaini, na Mungu alikuwa mwaminifu. Huhitaji kutatua matatizo ya kesho usiku huo. Unaweza kupumzika. Mungu anajua unachohitaji. Anaona kile ambacho wewe huwezi kuona. Na upendo na uangalizi wake bado vitakuwepo asubuhi itakapofika. Dada, sala ya kabla ya kulala. Mungu mpendwa, asante kwa kutusikiliza tunapoomba. Tunapohisi wasiwasi au tunapokosa kujua la kufanya, tusaidie tukumbuke kwamba tunaweza kuja kwako. Tupe hekima tunapohitaji kufanya maamuzi, ujasiri tunapokabili jambo gumu, na amani tunapolazimika kusubiri. Asante kwa kujali kila sehemu ya maisha yetu. Tafadhali ulinde familia yetu usiku huu, na utusaidie tupumzike kwa usalama katika upendo wako. Amina.